Maranatha, Yesu anakuja. Maombi ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi. Maranatha Camp of Prayer Ministry na huduma ya Maombi TV tunakualika tena katika mfululizo wa siku ya 3 wa kuitazama Biblia sura kwa sura katika muktadha mpana zaidi wa kuinua shauku, kuamsha maisha kuwa maombi ni maisha. Katika siku ya leo tunatazama kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3. Maandiko matakatifu kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 na aya yake ya 10. Maandiko matakatifu yanasomeka hivi: Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asubuhi hii ya leo tena tunainua shauku zetu, tunainua mioyo yetu tukitamani kukufahamu. Tunakuomba uende nasi katika jina la Yesu, amina. Baada ya kuenda na kufuatana kwa pamoja katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1, tulipojifunza maisha huanza kwa kusema, na kusema huanza kwa maombi, na kama hujaanza kuomba maana yake hujaanza kuishi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 tulijifunza ya kuwa sio kuomba tu, bali kuomba na kufanana na uombacho. Leo tumefika katika theolojia ya Biblia ambayo kama kisa chake kingalitungwa kifasihi tungesema simanzi katika kiza kinene. Wanateolojia na wasomaji wa Biblia wanaamini ya kuwa kitabu cha Mwanzo sura ya 3 huanzisha mgawanyiko mkubwa wa mafundisho makubwa ya kibibilia, yaani dhambi kuingia ulimwenguni. Baada ya Adam na Hawa kula tunda na kukiuka kanuni ya kisheria ambayo Mungu alitamani wadumu katika amani hiyo milele, dhambi iliingia duniani. Katika mfululizo wa mafungu haya, yaani kitabu cha Mwanzo 3:1 mpaka Mwanzo 3 fungu lake la 24, licha ya dhambi, laana na matokeo mabaya ya dhambi yanayotokea baada ya Adam na Hawa kufanya tendo la dhambi, lakini bado mwangwe, kanuni na usahihi wa sauti ya maombi ni maisha hudhihirika. Baada ya Adam na Hawa kutenda dhambi, kwa hakika walijificha. Na baada ya kujificha, Mungu alikuja bustanini. Kwa usomaji wa Biblia kwa muda wako, vitabu vielezeavyo teolojia ya Biblia kwa muda wako, utafahamu na utang'amua ya kuwa haikuwa siku hii tu, bali ilikuwa desturi ya Mungu kwenda bustanini kuwatazama wanawe wapendwa, yani Adam na Hawa. Lakini kwa majonzi katika siku hii aliwakuta Adam na Hawa wamejificha. Wamejificha kwa sababu ya dhambi iliyoendelea kusukuma, kutesa na matokeo ya wazi ya dhambi yaliyoanza kuonekana. Fungu la 10 na kitabu cha Mwanzo sura ya 3 linaonesha wazi ya kuwa kanuni ya msingi ya maombi kwa yeyote anayetamani ya kuwa maombi yakawe maisha yake. Adamu anasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Licha ya kuwa mara nyingi wengi walisomapo fungu hili utazama muktadha mpana uoneshao wa Adam kukimbia, lakini bado ndani ya fungu hili hupatikana muktadha mdogo huinuao sauti ya Roho Mtakatifu ya kuwa Adam alikiri kuwa yeye sasa ni uchi. Kuwa uchi ni nini basi? Kuwa si kitu tena, hana mavazi yawezayo kufunika mwili wake. Kwa usomaji wako wa Biblia kwa wakati wako, utagundua ya kuwa wakati ambapo Adam anayatamka maneno haya kuwa yu uchi, alienda kujificha katika majani ili kuuficha uchi uonekanao. Lakini Adam bado anaona uhitaji wa wazi ya kuwa
yeye bado yu uchi. Maombi ni maisha. Ili kuishi maisha yenye maombi, yenye kina na maana ya kufurahia maombi, kila usikiapo sauti, mwito na ibada ya maombi, dumu kuendelea kuona uhitaji wako. Moja kati ya lengo la maana zaidi unalopaswa kulenga kila uendapo katika saa ya sala: je, ninauona uhitaji wangu? Je, ninaona wapi ambapo ni uchi? Ni wapi ambapo kwa hakika Mungu anahitaji kunifunika? Kama tutakuwa na maisha ya maombi daima, na kamwe hatutaweza kuyaona wapi ambapo Mungu anahitaji kutufunika, tutakuwa tunaomba tu lakini hatuishi. Tunahitaji kuishi, na maisha ni katika jamii, na jamii haiwezi kuruhusu sisi kufurahia au kuwa na ustaarabu na staha kuishi uchi. Swali hili limeulizwa na watu wengi: mbona yule ni mtu wa maombi lakini bado ana tabia, ana mwenendo na maisha ambayo hayampendezi Mungu? Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 aya yake ya 10 ndilo jibu pekee lijibiwalo kibibilia kimuktadha wa maombi ni maisha, kuwa tumwendeapo Mungu katika saa ya sala, katika saa ya maombi, hatuna budi kujua, kufahamu, kutambua, kung'amua na kujikita kiufahamu aliyoufahamu Adamu, ya kuwa mimi ni uchi. Wokovu wetu wa maisha ya maombi utaanza pale ambapo tutatambua kuwa tu uchi. Katika saa hii ya asubuhi ya leo ya maombi, ninatamani kukusogeza katika dakika hizi chache za tafakuri, wakati ambapo mlio wa ala ya sauti ya mdundo ukipita taratibu. Jaribu kumuuliza Mungu kwa tafakari ya sekunde hizi chache: wapi Bwana ni uchi? Utakapotambua hilo, mwambie Yesu: mimi ni uchi. Maisha yangu yamekuwa ya haya. Siwezi kusimama peke yangu. Mwanzo sura ya 3. Maombi ni maisha. Maombi yatakuwa maisha yenye kina kama tutaona wapi ambapo bado hatuna ujasiri wa kusimama, ili yeye atupe ujasiri. Maombi yataanza kuwa maisha pale ambapo tutaanza kuona uhitaji wetu. Wengi wameishi maisha ya maombi, wengi wameishi maisha ya sala, lakini kwa kutokutambua kanuni ya kuwa wao wanapaswa kutafuta wapi ambapo bado wako uchi na wapi ambapo wana uhitaji kwao, wameendelea kuwa wakiishi maisha ya kiteolojia ya kidini, sio ibada ya maombi zaidi. Katika siku ya 3 ya mfululizo wetu huu wa kila sura kutazama kina cha maombi, mwambie Kristo: mimi ninatamani kuishi maisha sawa nawe. Ufiche udhaifu wangu, uondoe unyonge wangu, samehe dhambi zangu, kwa maana ninakiri bila wewe hakuna niliwezalo. Katika jina la Yesu Kristo, yeye yule aitwaye Masihi. Amina. Maranatha Camp of Prayer Ministry na Maombi TV tunaoendelea kuamini ya kuwa maombi ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi. Dumu kuwa nasi, dumu kuomba, dumu kusogea karibu na msalaba.